Tukiongea mambo ya corona, bwana, mambo ya corona tufai kusema. Tunafaa tukue honest, lakini venye nimesema ni sisi tunafaa kuwa honest kwanza before tufikie hawa jamaa wako juu. Mnasahau Uhuru akiwa rais aliaward sister yake tenda ya 5 billion Kenya shillings to supply zero supply to KEMSA. Ama hiyo sio ikuwa pesa. Tukue honest tukiongea mambo ya corona bana. Tukue very honest tukiongea mambo ya corona. Ruto was deputy president, who was calling shots. By then Uhuru alikuwa president. Sasa there is no way tunapaka hii matope na hii matope anafaa kwa watu wawili. Wewe ndio unanikafisha kupiga na hii mawe mtu amkitia ndio ngaka zikakeleka sana. Because we must be very honest. Mambo na corona ilikuwa very sensitive na inaaffect kila Mkenya. Na mpaka saa hii hizo loopholes zijawahi zipo mpaka to date. Kuna hospitals zijawahi heal mpaka saa hii. Pesa itolewa kwa county kitambo, watu wali deliver zero supplies to where they were supposed to be. President by then was Uhuru, nothing happened. Why are we having so much today? Kwani corona imekuja saa hii, ilikuja na alikuwa president. Kama mtu anaweza award dada yake tenda ya 5 billion Kenya shillings kusupply zero tenda kwa KEMSA, hiyo hatuwezi ona kama ni pesa. Mwingine ameniambia hapa kanipea reference. When we talk about corruption, hatufanyi reference ati tunafurahia, ati we are proud of we aliiba mingi aliiba kidogo. Wewe ukikuja kuniambia mambo ya tuna compare Pandora Paper na Anglo-Lism na the current regime yenye naiba, what are we even doing? Basi takaa ni kama hatuwezi maliza hii corruption. Kama unanikare jamaa wangu waibe zaidi na mdefend wako ameiba kidogo na wangu alipa zaidi kushinda mwingine. Hao watu wote wenye nimesema they belong to rot in prison. Even Uhuru himself. Hao watu wanafaa kuwa kwa jela by saa hii. Hata Ruto kama ni Tuta ama ni aje pia anafaa aende huko. Pata hao majamaa. Kamiti. Sasa wewe unakuja kutomba Kalonzo hapa kama zimekaba tu how many years. Nini amefanyia hata wakamba wao? Na mtu anasema kama ati speaker Wetangula ati kwani Waluya ndio mara kwanza nimekuwa speaker. We had Kenneth Marenda. Alifanya nini Waluya? Alikuwa speaker for how many years? Na pia mtaka Kakamega huko juu Bungoma na nini? Mmoja tusimebana hivyo. We must be honest. Tukiongea mambo ya siasa. Mimi siongei na ndio mimi naongea. Kwa hivyo tukisema ati Ruto is corruption. Ruto is corrupt, his regime is corrupt, but routine imejirikari from Kenyatta to Moi, Kibaki kienda. Kibaki did a lot and he performed. Na tunaona material. Lakini leo nikikwambia Kibaki was corrupt utakubali? Changamwe refinery ya Mombasa ya kutengeneza mafuta ya kupika. Ana Kibaki ilikuwa inapatia, enda Google hivi na kuambia, ilikuwa inapatiwa over 100 million every year. Na hakuna kampuni na rani huko, hakuna kitu kinafanyika huko. Ana Kibaki. Moinda Kibaki kwa minister anda Moi ndio takataka ilianza. Moi akakuja akasimamisha. Hii pesa tunalipanga hii kampuni. Inafanyanga nini? Kampuni does not exist, lakini every year citizen analipanga over 100 million ya tax. Kibaki alipochukua power, alilipa hiyo pesa for 9 years. Na kwa kampuni kwa Changamwe refinery. Lazima tuongee mambo ya policy ya corruption. Ijaanza saa hii. Sio hili regime kuna corruption. Ni holes ziko pale zimeoza, ndio nikasema we start to clean this shit from here grassroots. Unaona wanawaletea unga na mafuta hao ndio wanafaa kuje na mnawaambia mmefika poa, lakini sisi kwa bunge tuliwatuma you make barabara for us. Sisi tukutupaia unga na mafuta kupata 300. Give us opportunity we can be buying those nini unga. Ni kwani kwa kulangi unga wewe? Kwa kulangi unga you can't afford to buy unga. Wakona poor policies wanatibia kila siku and they come here and you clap for them. Mnapanga line. Mtu alipanga line siku ya Kenyatta akiwa rais kama Zayote anafanyia madharau sasa. Mtu alipanga line miaka ya Kenyatta, miaka ya Moi, miaka ya Kibaki, miaka ya mpaka Zayote anapanga line. Huyu mtu anapanga line mpaka Zayote akifanya kitaka 200. So ni sisi lazima tukikubali na tujue tuko na problem tuamue. We want to fix this country. We don't want handouts. Hiyo unga yao akikuja naye. Sio kuna bibi na familia na watu wao. Arudi nao hakuna watu wao huko kwao. Sisi we want roads. We want good hospitals. We want clean water. Security. Shule zile ziko mzuri na equipment zote. We don't want our children to be sitting under the trees wakifundishwa, lakini sisi tunafunzwa. Mimi nilifunzwa nikaa chini ya mwembe ushago. Mtoto wangu afunzwa kaa chini ya mwembe. Wake atafunzwa kwa wapi? Because they loot this man is there, they loot. Ukiniambia ati sometimes unaweza kuwa na delay. Unajua ndio watu wa dispatch pesa kwa counties. Lazima zifanyiwe budget na hesabu. So sometimes inaweza ikadelay, but it always come to the counties. Hiyo pesa ikifika kwa county, inafanya nini? What is your governor doing with the money? Kwa uko na senator na mwenyewe hata haja ushine governor akifanya vitu wrong kwa county. And we are here be saying at Ruto. Huwezi kianza kuibwa saa hii. The founding fathers of this nation ndio walianza kupora inchi from every corner. Uhuru akiwa president, alifanyia watu madharau gani? Anapokonya port kutoka coast, ameleta coast na Naivasha na Thailand. Na land rent imepita yote land ya Kenyatta. Hizo mabilioni zote amelipa kwa akaunti yake na bado ni president. Na bado tunasema ati Ruto is corruption. Alichukua president akafanya nini port? He took it back where it belongs because we cannot run a port on a dry land. Si kweli? Bado
Hatuwezi sema hata ni mtu ni corrupt. Hatuwezi sema hata kimoja mtu anafanya kitu mzuri, sisi tunablame kila kitu. Hapana, we can't be like that. Hii mambo ya fault ya corruption inaanza na sisi ndio ifikie kwa majamaa. Wewe mwenye unakuja kuhongwa unga, wewe mwenye unapewa 200, unatukana mwenzako na mkana na pango unapigia mtu wrong kura. Kwa sababu mngoja after 4 years 5 years akuletee unga. Ukienda kuuliza mtu wako hawezi kuangalia mara bila kupatia basari. Sasa alikupatia unga na 200, unataka nini? Ngoja tena hiyo unga na 200 after time hivi. So mkisema mambo ya corruption, it's a very sensitive issue. It's a very very sensitive. Another thing, we not must be there in everything. Tulitoa lesson huyu akimaliza kuongea alituacha Kibaki. Hata hizi Moi mwenyewe akiamka kama Kibaki. However much nchi kuna corruption kila kona, wanaweza shangaa. There is work and there is much to be seen. East and Central Africa, Kenya as a country, hakuna nchi iko na stima mingi kama Kenya. East and Central Africa, find that from your own. Hakuna nchi iko na power kama stima. Bado barabara, I think we are leading bado in barabara infrastructure. We are somewhere. We are doing better. So Rais akisema Kenya inafaa kuwa first world class, that's where we are heading. That's where we are heading. Toka tupate uongozi bazuu independence mpaka saa hii. Wale viongozi walitangulia kiamka sasa watakuwa surprise. Kenya is much better. Kenya imegrow. There's a lot to be proud of. We can't be here to blame at everything. Lazima kuna kila lazima tufurahie. Lazima tukue honest sometimes. Lazima tuko na barabara mingi sana. East and Central Africa, Kenya is leading in roads. Electricity, tuko na East and Central Africa, Kenya is leading in power. Tuko na it mingi sana kuliko countries zingine. Angalia currency yetu wenyewe, Warundi wamejaa huku. Nani wamejaa huku because of what our economy is sustainable and our cash is gold. Na imesustain mpaka saa hii. Ni corruption inatuadai, corruption inaanza na sisi. Hawa jamaa wote tunafagia wanaenda wote home. Lakini mniachie tu president pekee. Ruto pekee tunabaki. Hao wote wengine mwapeleke nyumbani. Huyu unataka kalia wanaume. Kweli useme sawa sawa. Hakuna mtu anataka kama huyu jamaa, anataka kiburi kama huyu jamaa. So lazima atapeleka nchi vizuri. Hao wengine wote ni one term, lakini hizo ni two term. Yeye ndo anataka kalia tena Gachagua. Hao unataka wakalie kwanza zaidi. They must be there. Sisi mimi natoka Western. Niko hapa nakaa na uzanga hii mayai. Unafikiria home ningekuwa na good leadership, investment wako kwa nini? Singekuwa nafanya mayai huko nyumbani. Kwa nini niko hapa? Kwa nini niko hapa nauza mayai? Kila kitu iko hapa na bado mtu anafungua mdomo anasema ati Gachagua. Don't tell us about Gachagua. Wewe ni Mluya kwanza. Talk about Sifuna. Sifuna ana movement. Na Sifuna ameanza kukomboa nchi. Mimi personally ndaunga Sifuna mkono depending na mtu mwenye atasema running mate wake. Lakini kama bado uongozi tunarudisha hapa Central, mimi niko two term. Siwadanganyi mimi hatuwezi kurudisha uongozi tena hapa. We must give another person capability ya kudesign this country vile itakuwa. We've had leaders from this region and they did so well. Now we say thank you. But it's high time. Wenye hiyo uongozi mwaponyoka, bwana msikubali rudi huko. Haiwezi karudi huko. Inaenda ikienda. Lazima pia mtu mwingine aongoze, tuone venye anaweza design country yetu ikuwe. We need different ideologies. We just don't want the same people in the same chapter. Kenya is growing, man. We can't have with us one to govern one community leo. One sisi Waluya with the second largest community in the country. Why are we not saying sisi we want to go to the table? Na tunatembea alituambia if we can't be on the table then it's tawe because we have enough numbers, we have whatever it takes. We don't want to be given appointments. Hatutaki any promise. We must be on the table to make the decision. If they can't give us number 1, they give us number 2. If they can't give us number 2, they give us number 1. If they can't give us number 1, they give us number 2. Period. We are not taking less because we have numbers. Na kama wewe uko kijana bado unafikiria mambo ya Gachagua, wewe fikiria mambo ya Gachagua ni lot kwako because Gachagua cannot run any public office. Hata a chief he cannot run. He cannot run. He cannot run. Tulimalizana na yeye.